ndio wewe umekuja, na tayari hapo kwenye matrisi yanaanza kufanyika amalia. Wa specialist wanatoka mbinguni, kina mama tumjue Allah, wanakuja sasa kupanga, wanatizama wa specialist, no hapa ifo, hapa kidogo weka sasa hapa. Wanakuja wataalamu, niliwaambia wanakuja malaika waliosomeshwa kwa Allah kuja kumweka binadamu sawa. Wamepewa muda wa miezi 9, wengine wanaongezewa 10, haizidi. Nendeni mumalize operation, mtaishi mle. Wanakuzunguka, wanaanza kukuunda binadamu, wanajaribu sasa. Kimekuwa kinyama, kinataka forme sasa, kinataka forme hichi kitu. Allah anazungumza ndani ya tumbo lako, kinataka forme, kinakokotwa sasa. Kuna vitu kila wakati mzazi utasikia uchungu, naumia, wako wanafanya kazi, wako nakunja uso, wako wanafanya kazi ya kukuleta wewe duniani. Wanafanya kazi, mimi nasikia tu nipige kelele. Wako wanafanya kazi, wanakokota communication ya mwili wote inakamatana na mwili wa mama. Ona leo jicho lina taabu, manaki wako wanatengeneza jicho la mtoto. Kwa kuundia jicho lako wanalitengeneza. Leo lako linapata tatizo. Hawa ni wa specialist wa jicho, wanasubiri. Kinachoanza kwanza ni milima, ni kinachoanza kutengenezwa tumboni, wanasema ni nyama za mfupa. Nyama ambazo huwa zinageuka kuwa mfupa. Ndio cha kwanza kinaanza kutengamana. Nyama zinabadilishwa zinakuwa kimfupa sasa. Alafu baada ya kile kimfupa kunakuja specialist wengine wanakuja kutengeneza mishipa. Wanaipanga. Binadamu ana mishipa mingi sana. Na ndio Mungu alifanya hata hikma. Mkono huyu. Si tunafanya jukumu. Wanasema jukumu yote havifanani. Dunia nzima jukumu vina tofauti. Hizi sharayani hii mishipa iko hapa. Kila mtu ana aina yake tofauti. Mate haya yakipimwa, kila mtu tofauti na mwingine. Leo wanapima jicho sasa wataalamu. Wakipima jicho halitafanana na lako. Kila mtu ana jicho lake. Tizama hii hesabu ya hapo. Tizama hii tekniki ya hapo. Wewe ukitoa nguo leo mwingine atatoa zitafanana. Lakini chenye Mungu alikuumba wewe hatafanana. Labda kidogo kati yao. Hapa wakina mama wanabadilishana, wa specialist wa jicho ni muda wake anakuja kulitengeneza kuliweka sawa. Wakuwa ni muda wake anateremka na wenzake waifirnie, wanalitizama niweke linene kidogo, wanaliweka linene, huyu nichongoze kidogo, huyu atakuwa kidogo. Sasa hivi kule Burundi watamitaga mtusi, sawa, wanalichongoa kidogo ili nifanye mbaya, linawekwa mbaya tayari anaweka Allah anafanya, anatengeneza. Huyu tujiandae kidogo awe mfupi. Huyu tunaisha kwa wengi warefu, unaweka mfupi. Unazaliwa mtu mfupi, hakuna ujanja. Huyu mfanye kuwa mrefu, wanarefuza. Huyu mtoto mrefu, daktari anakuambia mrefu kweli, umekuwa mrefu. Allah anatengeneza. Chakula kwenye kitofu ndio kinatoka. Riziki mama anakula na wewe inapita, na haja inatoka. Allah anakulaza. Kila mtoto amelala, anajikunja mtoto tayari. Mwenyezi Mungu anasema sasa anaweza akadhurika. Manake wakina baba kuna wakati ni wakali, usiku ngumi mtumbo naweza kuleta tabu. Jameni, Regideso pelekeni maji. Mtaalamu anateremka, anaweka maji kwenye matisi. Si kuna maji mnayajua? Kuna maji ambayo hata ukianguka kinacheza tu kile kijamaa. Hakiendi fast. Baba anaweka ngumi, kinacheza tu mle ndani. Hakiendi fast. Manake Mungu anasema ni ulinzi. Jameni, wekeni sauti, inatengenezwa. Itakuwa na sauti nzuri, lakini mama ana sauti kama lo wanaume. Weka hivyo. Allah anazungumza, anasema mpaka siku anataka. Wa min ayati an khalaqa lakum, katika alama zake amekuumbieni na akakuumbeni. Kumbe tumjue Allah. Siku Mungu anaamua, mama anakunja uso. Leo ni leo. Kama we bado utaijuaga hiyo leo ni leo. Kama we tayari unaijua leo ni leo. Leo ni leo. Mungu anasema wamemaliza kazi, wanateremka wakunga. Wale wazalishaji wanateremka kutoka mbinguni.
wanakuja kutaka umjue Mungu. Wewe wako duniani, leo ni leo, anakuzunguka kwenye Mungu alitayarishia ni barazani kukiti, kwenye alitayarishia ni ndani ya teksi na mwanaume yupo, na utazipandisha tena bila kuambiwa. Uoni haya mama, utapandisha, utazipandisha. Leo ni leo, sokoni ndio mama wanakuja, funikeni na mwanamke naye kirofa anajua tena kwa kama kufika, hajui huyo muda ila ya'lamu ma fi arham. Anaulizwa mcha Mungu, anaulizwa elimu, anajibu, anasema Mungu ndo ana elimu ya ghaibu na ndo anajua kiyama na anajua chenye kiko matrisi. Nataka wa kiume unapewa wa kike, nataka wa kike unapewa wa kiume, nataka mzima. Kuna kuja kingine walifanya kosa malaika, wakaingiza wenda wazimu kichwa kinazali. Mungu amemwambia wekeni wenda wazimu, kitakuwa mafunzo kwa wengine. Tizama, unalea cheza wazimu tangu kinazaliwa mpaka kuzeeka, kiko kilema tangu kinazaliwa mpaka kuzeeka. Daktari hana jibu, tayari atazaliwa huyu na mwingine. Nimeona juzi hakuna njia ya haja kubwa, madaktari wanasubiri kachanganye watafute hiyo njia. Allah anasema ninawatumia watu wangu mawaidha, wajue kama wewe unaweza kubeba mimba nikakuzalishia kitu kinafanana, si binadamu. Kumbe nijue mapema, uniombe. Ungali binti mdogo, ungali mama, wewe mama una watoto, labda utaletewa mjukuu wa matatizo. Kumbe nijue mimi hapa ambaye ninafanya yote na ninaweza kukuitikia na upunguze jeuri, unijue. Nitakuletea kingine, ndio hivyo. Mtu una masikio usikii, una mdomo husemi, Allah anawaleta. Miguu ipo haikanyagi, mtu unakwenda unatembea za chini, wako barabarani. Yote haya umjue Allah tabaraka wa taala. Ndio maana wakina mama, leo ni siku yako. Mungu anasema katika Qur'ani, siku yangu hii ni mimi mwenyewe, askari nendeni. Alimwambia daktari, alisema tarehe 24, mimi nasema tarehe 10 atazaa. Mimi nasema 30 ndio atazaa. Tena saa 4, tena 9 ya usiku. Watu wanalala ya Allah. Hiyo ndio saa atatoka huyo jamaa. Ndio saa atatoka. Ndio saa huyo jamaa mtampokea duniani. Tayari mama anahangaika. Allah anasema thumma sabila yassarahu, kisha ni mimi Mwenyezi Mungu nitafungua njia. Na santa amua kufungua njia, atapita mtu mwenyewe hawezi kurudi. Anapita ni mara moja, akipita harudi tena. Anapita kichwa, utasema utasema ni ugali. Tena amewekwa kila kitu na nywele na kila kitu, na kukuonesha ameenea. Akitoka anaita, kelele inatoka, na tumbo linabeba mazito. Kumetoka binadamu mwekunda mweusi, anatoka mtu na kelele. Hakulia wanapiga, wanauma kinyungutu alia, anatereza na kichwa unakiona kwa dakika. Wako pale wale wakunga kutoka mbinguni, wanaproduce, wanapuliza sasa kwenye kichwa, kwa kuwa kikikawia kukauka kitaleta madhara ya binadamu. Pulizeni mja wangu asisukuke. Wanapuliza kichwa kama ukuwe ukipumba vizuri, kinakuwa utobizi kile kichwa. Na hicho kinakuwa na akili nyingi sana. Kile kirefu kina akili sana. Basi walisahau tayari. Alafu kuna mnyororo ambao huyu mnyororo kesho utageuka mnyororo wa jahannam, wa kukuchoma binadamu, wa kile kitu kinachomfuata mama. Mpaka waje wakati wajitahidi kufunga. Kuna riski ambapo Mungu alikuwa anaingiza tumboni. Mtoto amekaa, hewa ni original ya Mungu, chakula ni original, chumvi imepimwa, au ni wakuiziniere ambao waliwekwa na Mungu wakuchunge wewe usidhuriki. Sukari imepimwa, mafuta yamepimwa, kila kitu. Ndio unakula kwa starehe, kwa raha binadamu, kwa starehe. Hewa nzuri, haja unatoa hapo. Allah kakuleta duniani, umepiga kelele, umetolewa fasi nzuri.
umetolewa fasi ambayo ilikuwa na utamu. Sasa huku duniani unaona unafanywa na vitu watu. Amezaa, nakufa. Niko nishazoea wale wa jamaa tulikuwa na utumboni. Hawa misijuni wana ni hawa. Walikuaga kwa saini ambao waliopiga tumboni na kwenda kumwabudu Mungu. Umefika duniani, Mungu anatuambia tutizame. Amekupenda, hauna lugha, unatamba kitoto kidogo. Kingine kinatambalia tumbo maskini. Kila kitu unagusa, unakula. Kila kitu unakula. Malaika bado wanaendelea kukuchaji, wanaichaji akili yako. Mtoto wa mwezi mpaka mwaka, akili inakwenda inatofautiana. Miaka 25, 30 mtu ameenea. Anakuwa anamtazama mama yake wa miaka 50, anasema wazee akili zenu haziwaji sawa sawa. Manake hao wametoka mpaje. Hao ndio wako mpaje. Mzee anayosikiliza nikwambie, mama naye. Mtu mwingine sasa niona yule bwana ndio bwanangu. Yeye amekwambia na yeye aliyapita yale. Anakwambia hapo ni hatari. Labda yeye alikutana na hizo hatari. Kwa hivyo wewe umejua na jua litakuwa kile. Tayari hapa mtu umekuwa, ardhi unakanyaga, neema za Mungu hakuacha Allah tabaraka wa taala. Anazungumza Allah, anasema katika Qur'ani, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha. Katika alama za kumjua Mungu, amewaumbieni ndoa ili mstarehe nyie, waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Kuna kitu Mungu aliweka moya mkijui, akaumba huruma na mapenzi katika ndoa. Akampa mwanaume penzi, akampa mwanamke huruma. Tizama muujiza huu. Huruma isaidizane na penzi, tukae kwa salama. Akaona huyu mama tumpe huruma. Mama ana huruma. Baba ana mapenzi tu yako, inaweza yakachoka kwamba mimi nitaoa. Nataka kunitawala muda, nitaoa. Mapenzi yameshaona kwingine. Mama huruma akakaa. Sasa huyu bwana unataka kuoa, haurudi sumu mama. Tuweke hakuna. Ngumi usiku. Na shavu limevimba. Anatoka mama njema fulani, mbona shavu limevimba? Nilijigonga. Na ngumi ya jana. Huruma hiyo ambayo umepewa. Bwana hajali. Minofu mitatu kumeza. Eti nisogeni kale na mbe wangu, yote anateremka na huko anamsogezea, anateremka yote kabisa. Toka kwenye ugali na renga tu wewe na unaridhi. Sio ni huruma. Na watoto unawanyima ni za baba yenu. Kule ni na maharage tu. Unamwekea baba. Ile huruma ambayo Mungu ameweka. Na tayari mkaishi, Allah akaleta huruma, akajigamba Ar-Rahman. Hautodhurika. Alam naj'al lahu aynayn. Je, sikukupa macho mawili? Si nilikuwa ambao yanaona na nikayalinda. Hivi wakileta laki ya dala, wanunue jicho kwako, utakubali? Si unapenda pesa, utapata dhahabu. Nani atauza? Shemete zenyewe unataka za dhahabu upewe, utupe jicho moja tupeleke kwa mfano. Unalisikilizaga kwa na unaziona hela. Unahesabu hela milioni ya dala, alafu unalisikiliza. Wasilitoe. Maki unapima, kumbe hii ni neema. Wakilitoa hauna pahala pa kulinunua. Hapo Dubai. Unaendeka Dubai, nitakutuma jicho hapo. Ni zawadi ya Allah. Akaniwekea ulinzi. Hapana kuparua hivi. Hapana kuparua. Ndio maana Mtume akasema ni haramu. Hapana kuparua. Ana hikma Mungu ya haya mawasiliano. Akaweka na haya. Hii ndio radar, wazungu wametengeneza radar. Jiwe linakuja hapa, kuna askari wa Mungu. Wanaeleza askari wa jicho la ndani. Inaanzia communication hapo. Bwana mimi naanza kusikia balaa kama kuna kitu. Ni communication ya haraka. Hange, huyo anambia hange jiwe. Amerumbia juu ya jicho. Amerumbia juu ya jicho. Allah kanilinda. Kwa kukupenda wewe mjue Mungu. Na hakunilinda tu hivyo Allah. Likiumia kuna dawa inakuja, machozi. Kuna kitu kimeingia. Mtu anahangaika, niangalie polisi. Wapi kako tu? Wapi akitaka Mungu kabakie mwaka. Safari ya Dubai inasimama leo. Hata ya Marekani na tikiti.
kwenye unapenda wewe, inasimama juu ya jicho. Hii ni neema Mungu kakupa, hii itumie kama neema. Umsujudie Allah, umwabudu Allah, wewe umjue Mungu. Umepita, umeweka sawa sawa, wewe umeweka juu, jicho linaona. Akikataa Allah ni balaa. Mjue Mungu. Waganga watapima na mapesa na vitu, utapewa uvai, vinakataa. Wengine wana tunalitoa, linapigwa hapa, linatolewa jicho, ni lirefu, linatolewa. Haoni. Leteni kwa basi hata vile vya pirate hivyo hivyo, unaona upande mmoja. Mjue Mungu kwa hiyo neema. Allah kakupa riziki, anasema walisana wa shafatai, nimekuzawadia ulimi na midomo miwili. Hapa ndo kuna marefu mazuri na mabaya, hapa kuna marefu hapa, lakini Allah anapapitisha mazuri. Akaleta Allah chakula hata ndani ya giza. Ukikigusa hivi unajua kwenye utakipitisha. Hautaweka hapa eti nimesahau, unajua kwenye utapitisha. Tizama hii communication aliyoiweka Rabbul Izza wal Jalal, na tayari na ukishakigusa kuna mawasiliano hapa moja kwa moja mpaka kwa akili. Hili sio jiwe, ni chenyewe unaweza kula, si ndio hivyo? Na ndani ya jiwe. Tizama huruma ya Mungu. Na kwa dakika wanasogea askari kukitizama, kisikudhuru. Ukikikokota tu hapa hakitaingia. Kwanza hapa kuna radar inakipima, ni chakula, ni mavi, ni nini. Ndio ukisogeza ni mavi, wanakukatalia. Haya ni mavi, hayaliwi. Ni mavi, ni mavi, chakula mavi kimeoza. Nani anafanya hivi? Na tayari laboratoire kikifaulu kupita kwa fraude zake, hapa kuna ulimi aliyokusudia Allah, walisana wa shafatai. Ulimi unakichukua kwanza, inaweza kwenda communication ya kiongozi na Motorola yake, kinaweza kwenda. Anauliza lakini kimechacha kidogo, lakini kinaweza kwenda. Lakini nasema kimechacha, si unasema kimechacha, lakini kinaweza kuteremka. Kikuja kina ladha creme glace safi tayari. Hapa wanachuja laboratory ya Mungu, laboratory inapima kisimdhuru mjawa, kisha kinaruhusiwa kiteremke. Kimekwisha tengenezwa na ukonda, ni uchafu ukonda ukikutoka, lakini ukiwa kinywani ni riziki ya Mungu. Tizama ufalme wa Mungu. Na hata kiwe kikubwa, kitonge kina moto cha ugali, wakati mwingine ukiweka hapa kizima moto kinaitwa hivyo, na ameweka, lakini ujamaa kaweka cha moto. Kizima moto Allah anakiita, kinafuliza lile tonge, kinatulia. Ni likubwa hapa, foroma inakuja inasema utapita, linachongwa, linateremka. Mungu akupenda, nateremka, anatolewa msaada wa jicho. Humu wanaliweka kwenye laboratoire, humu mna msaada wa kwenda Gitega, ndio kwenye jicho. Naenda karuzi kwenye sikio, jua hivi alisikii tena. Pelekeni, wanapeleka. Mtu akiwa na njaa unamtizama jicho limekaa, halioni. Ukimpa tu linaamka. Ilikuwa halipo, na hii ni alama ya kumjua Allah tabaraka wa taala. Kisha anasema Allah, wa min ayatihi khalqu samawati wal ardi, katika alama ya kumjua Mungu, tizama alivyoumba mbingu. Tizama mbingu, tizama ukubwa. Lakini jamani, tizama hichi kitu kiko juu, ni kitu kina kilo. Unadhani kiliumbwa bure tu? Aliyekiumba anatutafuta. Viko vimbingu visaba. Cha kwanza hichi panda hautokiona, unaona blue, ndio mwisho wa macho. Alafu Mungu ameweka juu masayari, maplaneti. Tunaelea hivi sasa, zina majina yake. Waarabu tunaita Mirihi, Mushtar, Zuhali, Auranuzi na majina mengine. Wafaransa mnayaelewa, ni maplaneti yanatembea. Wazungu wamekubali, kama wanaona kuna siku yanaweza kugongana, wazungu wanakubali. Hivi vitu viko vinatembea kweli kunjia, lakini vinaweza kugongana, ndio kiyama. Sisi tunasema hilo, wao wanaona vinaweza kugongana. Wanatoka hapa na kile kijamaa chao mpaka kumwezi,
Mwezi pale wanakaa, umetengeneza hewa za kutembea pale na nini. Mwezi ni ardhi hivi, ina tofauti na hii yetu. Wanatembea kwa kuruka, wanatembea. Kuna sehemu juu angani, ukiwa mndege kama wanakutoa, wakikutupa hauteremki chini, unaruka unawenda. Kuna hali ya juu ya hewa inakukokota. Sasa ni zile sayari zile planeti zinavuta. Sisi tunavutwa na hii ya ardhi kwa kuwa tumetoka hapa kwenye ardhi. Ndio maana inatuvuta sisi tuikae hapa. Hata uruke utateremka hapa. Maana yake hii ina kitu cha kukokota wewe. Ndio maana unaikanyaga na ina faida. Na Mungu kila mtu alimuumba chini ya mguu kuna ngozi ya aina hii, sio aina hii, ambayo ni ngozi yenye kukubaliana na siri za ardhi unayoikanyaga. Tizama ufalme wa Allah. Tumjue Allah, tumuabudu Allah. Ameumba mbingu saba, ameweka nyota. Katika nyota unaona ni kubwa zaidi ya ardhi yetu. Kale unakaa ni ungapi huko juu? Wewe umewekwa kwenye kakitu kadogo kama vile mti wa machungwa mengi. Sisi tuko kwenye chungwa hili, ndo binadamu tumekaa. Sasa jamani, hata kachungwa kakikatika, huyu mti unaona au hombi upo tajiri. Allah ni tajiri. Katika kutupenda ameumba huko, akaweka mawingu hapa. Ukisafiri na ndege unapanda juu ya mawingu haya. Mawingu sahaba, kuna vingine mawingu ndege inaligonga, utasema kama imegonga mlima. Ndivyo ilivyo hapa juu, imekipasua mara mbili. Vimeelea hapa. Vinatoka wapi haya mawingu? Asilia yake yanatengeneza mvua kwa kutoka katika bahari. Jua linapiga mfuke bahari, kisha inapandisha ule mfuke. Ndio haya mawingu meupe. Wataalamu wametusomesha, wanasema ni kama mfuniko. Kama unapika maji, ukifunika, ukitoa ule mfuniko, unaona maji juu yake ni mfuke. Haya ni mfuke. Huyu mfuke huko hapa ndio anamuaga Allah, vinasafiri hivyo anaupeleka Rumonge, anautuliza pale, anauambia unayayuka, mvua inateremka. Mvua. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajaja. Anasema Allah, nikateremsha kutoka juu maji yenye kupururuka, na yeye Allah anajua idadi ya yale matonya ambayo yanatoka juu. Mungu anajua leo kumetonya matonya mangapi. Wewe Mungu akikuuliza huyu mti una majani mangapi, itakuwa swala nzito sana katika maisha ya binadamu. Lakini Allah anajua wadudu ambao wako ardhini, wako idadi. Kuna wadudu hapa ukichimba unaona kingine kinatoka. Kipi? Hichi nacho ndio kinaitwa nini? Wewe haujui. Si ndio hivyo kina mama? Haujui. Kuna minyama unatizama television, minyama kuacha simba unazozizoea. Allah kakuumba wewe, kaigawa, kapeleka huko hawa na wengine. Ndio anazungumza hapa juu, anateremsha mvua, na ile mvua ikizama ardhini inaleta riziki ambayo itakuwa thamani ya uhai wako binadamu. Mjue Mungu, umuabudu Allah tabaraka wa taala. Anazungumza hapa, anasema katika alama za kumjua Mungu pia, min ayati khalqus samawati wal ardi, kuumbwa mbingu na kuumbwa ardhi, ambayo unaiona hii ardhi akiamua Allah inatikisika. Ukichimba hapa kwenye ardhi hii unaona udongo wa rangi nyingine. Ukichimba unaona mchanga chini. Ukichimba unaona maji yanatoka chini ya ardhi. Ukiweza kuvuka maji unaona moto unatoka, volcano. Na Mungu huwa anaileta volcano tuione, anaizuiaga maji mpisheni. Volcano inapanda, tuliona Goma. Ardhi inayayuka kuwa kama uchi, inamaliza kila kitu. Etaji ndefu 10, ardhi inakulaga ile etaji yote inaimeza. Inna fi dhalika la ibratan liman yakhsha. Mna mafunzo kwa watu wanaotaka kumjua Allah. Katika ardhi hii Allah akajalia kama tulivyosoma mwanzo, yukhrijul hayya minal mayyit. Unachukua harage moja, unachimba, unatupa, unamaya maji juu, jende, utaona mti unaleta maharage 1000. Tizama ufalme wao. Unachukua koko, ulikula avoka, unaitupia uchafu ardhi, unaona mti unakuja unatapika hapo. Kwa kweli Mungu anatupa riziki, tumjue Allah. Katika ardhi hii akatugawa Mwenyezi Mungu, akaweka mabahari. Katizame, mna miti mle mabahari.
mna miti ndani ya mabahari, mna milima ndani ya mabahari, mna viumbe wenzetu wanaishi. Mna viumbe wenzetu wanaishi, wale tunawaona kwa macho. Samaki wa kila aina wanaishi, ukiwatoa mle wanakufa. Na wale viumbe hatuwaoni kwa macho, wamo ndani ya mabahari, maosea. Na Mungu akayapa mabahari sehemu kubwa duniani ni maji, sehemu ndogo ndio binadamu wamekaa. Kama sehemu ni 4, 3 ni maji, 1 ndio tumegawika sisi, mashamba yetu, mamiti yetu na wanyama. Allah akatugawa, akachukua Mwenyezi Mungu wanyama fulani fulani akawapeleka porini, wazuri na wabaya amewaweka porini. Tena hakufunga sinyenge, akawaweka masimba, matembo, au tapishana nao humu mjini, akawaweka porini. Allah, wanatulia humo, tena wanalala. Simba anamtafuta swala amemkosea, kimbiza, anakamata. Akaweka hayo maisha porini huko ya wanyama ili tumjue. Hivi kweli Mungu anashindwa kuwafungulia tuishi nao? Jamani, sifa huyo. Uvira karibu, Uvira karibu. Mtoto uliozaa unatupa, kama wanatomboka wanatoka kule, lakini Allah anawaweka na malaika wazimike kule. Alafu Allah akawachukua wengine wanyama akatuletea mjini, wenye nguvu kama ng'ombe, kama teni tule, wanafunga kama teni, kuta jido tumekula jana, ndio ilikuwa dawa. Tunawaonea wote mbuzi, kuku, tuwadhalilishe. Alafu akaagiza na wengine wa mawaidha, kama mnawala hawa, mbona wana nguvu na mwe wanawazidieni nguvu, mwe mnawala. Mungu akasema acha nitafute mwingine budogo utawaleni. Mbu uko niko kama nyimema. Allah akaweka mchanganyiko ili tumjue. Amisha maradhi ukuleta mbu. Allah kampa maajabu yake, na yeye katika maajabu alivyoumba akampa nyuki haja yake sisi tule chakula. Kwenye amekunya nyuki tukazoe haja ya mwenzetu iwe ladha kwetu. Allah anatuonesha ukubwa wake. Bwana asali, unaona haja ya mwingine, na ndivyo alivyofanya wanyama. Kuna tuvidudu tunakuwa tukitembea, kanafungua huku sehemu ya haja kubwa, kanatoa tuvidudu, kanakunya. Alafu kuku anafuata. Kuku akifuata kanamtaka ule kuku anafuata kule vidudu, anaingiza kichwa katika sehemu ya haja kubwa, kanamuua. Unaona kisi Mungu ametufanya. Na sisi katuletea wadudu chawa, kunguni ndani. Mtu unahangaika viroboto, mwisho unachoka, katuletea sasa wakutula na kutumeza, ambaye ni Israeli, malakul maut. Tukifika hapo hatuna ujanja. Ndio Allah anasema tuitizame ardhi waljibala, na milima. Mungu akaileta ardhi, kama haina milima itayumbishwa, kwa sababu tuko kwenye sehemu ya upepo una kilo. Tuko hewani, hii ardhi iko hewani. Hapa tuko juu tunaelea. Tuko hewani hapa kwenye ardhi. Kama unavyoona mwezi, na wale kama wakiwa kumwezi wanatuona, na sisi tunaelea. Akaweka milima, urefu wa mlima juu ndio urefu wa mlima chini, kuishika ardhi. Alafu Mungu akaweka viziwizi vyake, upepo kama Mungu anaufungulia utukute hapa. Unaona upepo mkali, kuna mwingine anaupeleka mabaharini, upepo unaharibikia huko. Upepo uko hapa juu kidogo. Ni upepo kama unafuata ndege inakuandikiaga hizo degree za upepo. Ni upepo wa hali ya juu kama unateremka. Tena kiziwizi Mungu tu anauziwilia hapa. Usiteremke hapa. Tupate upepo wenyewe tunauweza sisi, sawa na hali ya nguvu ya binadamu. Kina mama Waislamu, tumjue Allah tabaraka wa taala. Yote haya katika Qur'ani alisema Ar-Rahman allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan, ash-shamsu wal-qamaru bihusban, wan-najmu wash-shajaru yasjudan. Na nyota na miti vinamsujudia Mungu. Vyote huwa vinamwabudu Allah. Nenda ukaone alivyozikutanisha bahari mbili, alafu samaki azingi, marajal baharaini yaltaqiyan,
bahari mbili zinakutana, bainahuma barzakhun la yabghiyan, lakini kuna ukingo katikati. Samaki za huko haziwezi kuingia juu, maji yanakamatana, lakini ndani mna kitu kama kinazuia hao wa huko wasiingii huko. Fabi ayi alai rabbikuma tukadhiban, nyie kwa nini mnipinge? Kullu man alaiha fan, kila chenye kiko duniani kitaondoka. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalal, atabakia Mola mwenyewe. Fabi ayi alai rabbikuma tukadhiban, kwa nini mumpinge Mwenyezi Mungu? Mwe hamna uwezo wa kuruka juu, kwa nini? Ameuliza katika suratul Rahman, Mungu kila akisema anauliza kwa nini mnipinge? Kwa nini mnipinge? Kwa nini mnipinge? Kwa nini mnipinge? Kwa nini? Ndio maulizo yake, kwa nini mnipinge, mnikataa? Anasema Allah tabaraka wa taala, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wabtighaukum min fadlihi inna fi dhalika la ayatin liqaumin yasma'un. Alama za kumjua Mungu, tizameni basi hata usingizi, tizameni kulala kwenu. Nani utabisha kulala? Na leo silali, leo sipini. Nani leo silali? Pini. Ukiweza kukataa kula na kulala utaishi milele. Hivyo vitu hivi mimi sintarudiaga kula wala kulala, utajibakilia duniani milele, haufi leo wala kesho. Na mroho wa kwanza wa kula na kulala ni wewe na kila kiumbe. Na ndege wanalala, na mbuzi jioni wanajileta tena kuambiwa na Mungu, tunataka kulala 12 sisi. Unafunguliwa mlango, wanaingia kimya, na kuku wanakuja kulala, alafu wengine wanalala mchana wakina popo. Mungu akawafanya usiku wawe macho, wanaona kwa macho. Tizama yote haya ujue Allah. Tizama haya wakina Hibuki huna, wanatembea usiku, macho ndio yanaona. Tayari kila machozi yanatoka jameni. Tizama ufalme wa Allah. Ndio anasema tutizame kulala kwetu. Kikawia ni 4.